Hii ni namna pekee itakayokusaidia kudhibiti tabia za mpenzi wako ambazo hujazipenda. 70 hadi 80 ya watu wanaoingia kwenye mahusiano hujikuta kwenye wakati mgumu juu ya namna gani wanaweza kudhibiti tabia za wapenzi wao ambazo hawajazipenda. Shida inaanza, watu wengi sana huingia kwenye mahusiano wakiwa nusu kaputi. Anaweza kaona tabia ambayo hajaipenda, asizungumze chochote kwa kuhofia anaweza kumkwaza mpenzi wake. Hataki kumkwaza mpenzi wake sababu penzi bado jipya. Anajipa muda, anaona bado ni mapema kuzungumzia hilo. Hajui kuwa tabia ni kama nyoka unayemlea, anavyokuwa anakuja kukuua. Jifunze kumwambia mambo usiyopenda kabla mapenzi hayajakolea. Mwambie, mimi sipendi uvae vimini, napenda uvae vimini ukiwa chumbani na mimi na sio mbele za watu. Mwambie kwamba moshi wa sigara na harufu ya pombe vinakufanya ushindwe kusogelea mdomo wake. Mwambie ukweli akuelewe kwamba wewe haupende majibu ya dharau. Na cha muhimu zaidi, mwambie kwamba kosa utakalolifanya wewe wasijumuishwe ndugu zako ama wazazi wako. Jitahidi unapokuwa kwenye mahusiano usiwe mjinga kupitiliza, kwani kadri unavyokuwa mjinga kupitiliza ndivyo utakavyofanyiwa mambo ya kijinga zaidi. Jitahidi usiwe mjinga kupitiliza kwenye mahusiano, kwani kadri utakavyokuwa mjinga ndivyo utakavyofanyishwa mambo ya kijinga zaidi kuwahi kutokea, na mengi hauko radhi nayo. Jifunze kuweka mipaka kabla mapenzi hayajakolea, na hii ndo njia pekee itakayokufanya kudhibiti tabia za mpenzi wako ambazo hujazipenda. My name is Katabaro.